mbinguni sio miale, mbinguni sio haya mambo. Unafika kule uko shujaa. Tuliokolewa kwa neema, tunaenda kule kwa nguvu. Mathayo 11:12. Falme mbinguni haupatikani kwa uzembe, inapatikana kwa nguvu. Na Yesu anaambia Petro, andika, Petro wa kwanza 4:17, kwamba hukumu itaanzia kama nyumba ya Mungu. Usifikiri kama hivi tuko hapa sote tumeshakuwa kule. Ndio maana nakuonya mapema, nitakuwa mfupi kama mkia wa mbuzi, lakini niko nakuonya jamani, wewe ambao utachukua hii silaha ukoje? Wa majimaji wengi kabla aende kule vitani, kuna yale wanapakwa kwanza. Yaani wanakuambia jamani, unaenda kwenye mapambano umeona ule adui. Sasa kwanza wewe mwenyewe ukoje? Bwana tusaidie sana. Unajua kuna kanisa moja niliona Tanzania, pepo ukishikwa na pepo, wewe umeshabatizwa. Pastor anakuja hapa anakutenga. Anasema fulani tunamsimamisha sababu pepo aligaragazwa na mapepo. Alirogwa na wachawi wakamweza, tunamtenga, hafai kuwa mtumishi wa Mungu. Niwaulize swali, hao viongozi wa dini wanakosea ama wako sawa? Umeona na wewe mmoja akasema kakosea, mwingine akasema yuko sawa. Hebu nikupe andiko na wewe utajijibu. Luka 10:19, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, wala nguvu za kuzimu zitawaweza. Zilikuwezaje? Wewe uko wanasema haujaenea kuwa mwanajeshi. Ingia yasema kwa kidogo. Waswahili wanasemaga hivi, hakuna kitu kizuri kama kujiamini. Fika mahali ujiamini mpaka wachawi waanze kukukimbia. Ukiona mchawi ana resist, usijitie moyo, sema kuna maana yake kuna nafasi nimekwama. Mungu alimwambia kwa Samsoni, hamna mtu atakaa mbele yako. Siku walizinyoa madara wakamtoboa. Shetani kukuweza. Yakobo 4:7, mumutii Yesu na shetani atawakimbia. 16:7 kitabu cha Mezali kinasema nini? Kinasema hivi, mtu akitendea vizuri na Mungu, maadui zake wote anawafanyia kama rafiki. Mungu akufanya hivyo katika jina la Yesu. Hebu mnaniruhusu sasa niseme kidogo. Hizi zilikuwa ni nyimbo za wokovu za mwanzo wa ibada. Hebu tuingie kwenye mada yenyewe, ndio semina. Jamani, mmeshakuazika kwa ajili ya hilo? Ambia jirani, mwalimu atasema leo. Tunasoma kitabu cha msingi, kitabu cha Danieli 9:2. Na yuko msomaji hapa? Yupo? Hebu 9:2, kitabu ni cha Danieli. Nasoma Danieli. Aha. 9:2. Nasoma katika jina la Yesu. Katika mwaka wa kwanza. Hebu fuata usomaji vizuri. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vibaya na nifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, na kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Amen. Rudilia tena pale mwanzoni tu. Niko natafuta pale kwenye Danieli, kama muombaji mashuhuri alikuwa na tabia ya kuvisoma vitabu. Waswahili wakisema ni vingi. Kinaeleweka jamani? Kuna mtu hapa aliwahi kuniuliza swali, ase Biblia maana yake nini? Mbona Biblia haiandiki kwenye kitabu chenyewe? Unaona wale Waislamu leo wanasoma Bible kuliko sisi. Tumekuwa malegelege sana. Akasema sasa, mbona Biblia haijiiti yenyewe kuwa Biblia? Umeshaona hiyo andiko? Sawa, tutafikia pale. Rudilia pale mwanzoni tugaragaze kidogo, tuache maji. Nasoma mstari wa 2. Barikiwe sana msomaji. Katika mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, wa kutawala kwake, mimi Daudi, mimi Danieli. Huyu jamaa muombaji mzuri sana. Mimi Danieli. Hapa yuko wapi? Yuko ugenini. Akafanya nini? Kwa kuvisoma vitabu. Pamoja na kwenda kwake ugenini, ni kama hivi nao nchi ya Israeli ilikuwa kwenye vita mpaka Mungu akaiacha. Alipoiacha akasema, nyie ninawaambia mtaenda ugenini. Watu wakahamia kama hivi, Wanyarwanda wanaweza kuja watuchukue alafu wasituue, wanatupeleka kwao. Yeremia akatabiri akasema, jamani, Mungu ameniambia hivi, wakuu viongozi wa dini wamekosea, manabii mmekosea sana, hasira ya Mungu imewaka, adhabu ya Mungu atawapiga, nchi yenu itapigwa na wageni
na Mungu ameniambia hivi, mtu ambaye hataenda ugenini atakufia mjini. Ndo hapo Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walikubali kwenda ugenini, wanatua katika nchi ya Babeli, katika Rwanda ya kisasa. Hivi jamani, Rwanda kwa leo ina sura nzuri jamani. Hivi hata jirani yako atabiri lulu pepe, umpende jirani yako, na nchi yenu jirani ni Rwanda, tutamkemea. Omba vizuri. Kwa nini nakusema Tanzania? Maana iko nchi jirani. Ama nakosea jamani? Nchi ya ugenini kawakamata, akaanza kusema kwa nini tunasumbuka? Sisi ni watakatifu wa Mungu. Hebu ninataka nipate jibu. Akatafuta Bible, akaanza kuvisoma vitabu, sababu ule Yeremia ni nabii, alitikisa dunia. Aliwaambia hivi, hii mapigo mtapigwa, nchi yenu itakuwa kwenye vita, lakini baada ya miaka 70. Unasikia wanabii wa kweli? Jamani, ujikazi kuwa najua kitu. Wenzetu zamani alikuwa anazaliwa ameshajua atakuwa katajiri ama masikini. Mtu alikuwa anazaliwa iko na nyota yake. Hapana, sisi leo tunaiti kwa bahati mbaya, tunashindwa na wachawi na walozi. Afikiria coordinateur wa Tifoti hapa, kama mimi nilimchagula na nikamkubali, inawezekana niliona uaminifu ndani mwake. Kama nilisema Mashupe ndio atakuwa coordinateur wa Tifoti hapa Uvira, sikujali pesa yake, sikujali hali yake, sikujali kama ni rafiki yangu, kama ni ndugu yangu, sikujali lugha yake, lakini niliona sehemu ya uaminifu ndani mwake, na niliona pia sehemu ya uwezo wa kufanya hiyo kazi, la kapasite. Wengine walisema ungenitia mimi, wengine kaniletea makelele, lakini kasema huyo nimeangaziwa atafanya hiyo kazi. Ndio maana tutamsimamisha hapa mbele na koordination yake. Tutaita ekipe ya protocol ya Tifoti, italeta vile vitu hapa, mnashuka navyo mnakia direct hapa, kisha tutamkabidhi ofisielema kwa niaba ya coordinateur national Barnabas na kwa niaba ya coordinateur wa Afrika makamo Samuel, mimi kama mwakilishi wao na mi coordinateur wa mji wa Uvira, nitawakabidhi hizo vyombo kwa niaba ya Tifoti na kwa niaba ya Forisi Glory Ministries kuanzia Amerika wa Rock, sababu hao ndio walituma zile pesa na hao ndio walipenda kazi walioanzisha hapa iendelee. Tutafanya hivi, havitaingia chini. Utawakabidhi bawili wanachukua sawa, hapa wanachukua hiyo generator, wanabaki nayo hivyo. Nifunguna, utanipatia kipaza sauti moja, umpatie president, bado vijana bado vijana tosha mkarton, tosha yote mkarton, tosha yote mkarton, tosha na vile mkarton, tuoneshe kila kitu kitafanya kazi gani. Na pia mtatutayarishia mikrofoni yenye koordinatere atasema nayo wakati tutamkabidhi usemi.
leta bafu lengine. Na hiyo transparence wakati mwingine ni ya muhimu sana. Tulikosaka kupata vyombo kama na hivi wakati wa SOS sababu ya kukosa uaminifu. Hatukuaminiana sisi kwa sisi. Watumishi wote waliokuwa humo walipotuuliza, wamoja wakasema hakuna mtu kapable Uvira wa kuchunga vile vyombo. Nikaregrete kama wachungaji wote wa mji wa Uvira kunaweza kosa mtu mwaminifu mwenye atajere instrument za kuhubiri tu nchi. Kama tuko na mainstruma mkanisa hizi zote, kwa nini tena tuanzie za tifoti? Nikona kama wale wote hamuna ba responsable, lakini kupitia Foris Glory Ministries walipoona uaminifu kidogo ambao tuko nao, ilisababisha katukabidhi hivi vyombo. Tena alitumaka pesa mununue bila wasiwasi, na bengine nangianza kuzishambulia, na huku jana ndio tuliendaka nayo. Iko wapi yeye? Nikasema wewe ndio mwenye unahusika, tunaenda tuangalie vitu vitafaa kwa hiyo kazi kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaanza mara moja. Mimi nitamkabidhi mixer, alama ya kuonesha kwamba namkabidhi vyombo vyote kwa niaba ya viongozi wa Foris Glory Ministries, kwa niaba ya coordinateur national Barnabas Mfusangabo, kwa niaba ya Samuel coordinateur adjoint wa Afrika, tunakabidhi Eric Mashipe vyombo vya tifoti kwa ajili ya kuendelesha huduma ya tifoti katika mji wa Uvira. Yeye pamoja na kamati yake anavikabidhi rasmi kwa niaba ya Foris Glory Ministries. Mungu akubariki sana. Hapa tuko na bafle mbili na tishi zangu mbili. Wakifika sehemu nje wanashimika, wako na generator kwa ajili ya kuwapatia umeme, wako na stabilisateur kwa ajili ya kulinda vyombo visiharibike, wako na microphone professional za kuhubiri nazo na kuongoza nazo, na wako na microphone za kuimba nazo, ziko hapo. Mwanzo anaweza kuwa naimba na mwingine anatumikisha hiyo mikrofoni. Kama mnaonaka mara mingi mimi naendaka na ya kwangu, ndio maana mhubiri hastahili kukamata mikrofoni ya waimbaji. Tunasikilizana Eric, mikrofoni ya mhubiri, ukisikia fulani ndio atahubiri leo, umempanga shifo yake iko pale, hiyo mikrofoni wasindi yako wala moderateur asisemee yako. Ndio maana ziko mbili, ya moderateur na ya mhubiri. Unapofanya hiyo kazi yako na hakikisha uko nayo. Ndio maana tumezinunua sawasawa na hii, ni sawasawa na hii. Popote kwa mimi naendaka nangu mfuko. Moderateur na mhubiri iko na yake, waimbaji wako na zao. Kuna sababu ya kufanya hivyo katika hii kazi. Nafikiri vyombo vyote viko hapa. Hii ni amplificateur, ampli de puissance. Hii ndio nafanya sauti iende mbali. Ile mixer ni ya kuchuja sauti ikuwe nzuri nyororo, lakini hii ndio nafanya sauti sukumwe mbali kwenye wanapenda kufikia. Kwa kifupi, tumewakabidhi vyombo vya tifoti ili huduma ya tifoti iendelee. Nami najua itaendelea. Haleluya. Nami najua itaendelea, na
For his glory America. Nafikiri batafata hii image yenye kwa hapa sasa hivi, ndio maana tunatia media hapo, tutabasukumia, wataona nini kinachoendelea. Roho wa Mungu awazungumzie kuhusu kazi ya leo, pamoja na wasiwasi na vita, lakini sisi kama askari wa Kristo tuendelee na sisi kupambana kwa ngambo yetu. Kuhusu nchi ya Kongo, Amerika wanajua kama tuko matatizo, na tunapofanya kazi, kupitia kazi tutafanya, nchi yetu inaweza ikapata amani, kupitia maombi ya tifoti, kupitia habari njema, kupitia kufundisha watu waelewe, itakuwa ni jambo la muhimu. sana kaka. Unaweza kujitambulisha? Naitwa? Mimi naitwa Esperance Riziki. Dada Esperance Riziki, tulikuona ndani ya kikao ya Tifoti ya magharibi ya leo ama mafundisho, na ndani ya hiyo mafundisho mambo mengi nazungumuzwa, na baada ya pale tunaona coordinateur wa Uvira anatoa vifaa ya kazi. Upande wako kama vile mwanamemba wa Tifoti unasema namna gani? Kwa upande wangu mie kama vile mwanamemba wa Tifoti, tena kama vile kesiere wa axe ya Kavimvira, vema tunapongeza sana viongozi wetu wa Tifoti, kuanzia kwa ngazi ya Est ya Kongo, kuanzia kwa ngazi
ya national pia na kwa ngazi ya Afrika mzima. Tunasema Mungu awabariki sana kwa maoni ambao walioipata wa kutusapoti. Tulikuwa tunateseka sana na wakati wa kufanya mainjili mpaka tunaomba mainstrima fasi fulani watupatie, lakini kwa leo tunakuwa huru muda wote ule, tunaweza fika kwenye biro yetu na tunakapata mainstrima tunafanya injili bila shida. Vraiment mimi nasema Mungu awabariki sana na awazidishie. Na sijue jambo lingine kama unakuwa kama vile nyongezo, eske inaweza kakuwa? Ndiyo, naweza kakuwa juu ya nini? Ni kuhimizana tu. Deja shokana na mainstrima, mbona sema wao kuna mainstrima nyuma na watu abaendeleshe injili, lakini kwa leo tunakuwa na uhuru wote ule wa kufika fasi, unaistahili na unahubiri neno la Mungu na watu watapokea neno na watakuta kuokoka. Sisi naimiza wa ndugu zangu, naimiza wanamemba wenzangu wa T4T. Tujikaze sana, tuimizane, tufanye kazi kwa bidii ili tuite watu wengine waje kwa Yesu wapate kupokea neno la Bwana. Amena. Asante sana. Unaweza tena ukatuambia tena jina unaitwa? Naitwa Esperance Riziki Abwe. Unakuwa ngambo gani, mambo wa nini? Mimi naishi Kavimvira. Mimi ni mwanamemba wa T4T axe yetu ya Kavimvira. Tunakushukuru sana. Asante sana. Haya, jambo sana mheshimiwa. Jambo sana. Unaweza ukajitambulisha unaitwa? Kwa majina ninaitwa Shindano Mashupe Erike. Niko kiongozi wa T4T Uvira kwenye huduma ya Foezi Glory Ministries. Basi unaweza ukatuambia leo kulikuwa nini hapa? Leo tumekuwa na siku nzuri sana ambao tumekusanyika kanisa la Uvira na tulikuwa katika hali ya shamra. Tumekuwa na aktivite mbili kubwa hapa, na aktivite ya kwanza ilikuwa ni seminar yenye naongea juu ya T4T, na ya pili ilikuwa ni juu ya remise officielle ya mainstrima ya injili. Na tumeshukuru kwa sababu tumefanya hatua ya remise na tumepata vyombo vya kufanya injili, na wainjilisti ama wavunaji sasa wako tayari ili ya kwamba waendelee kwenda mitaani na kufanya injili kupitia vyombo ile. Na upande wenu mnajipanga namna gani? Sisi tumejipanga vizuri kwa sababu tumekuwa na makundi mingi hapa Muvira, na tumekuwa na makundi ambayo ziko komine zetu tatu ambayo tunakuwa nazo hapa Uvira, na kwa kila komine tuko na komite, na kila komite pia inajere ile makundi yote ya T4T yenye kwa ile komine, na sasa tutatumika na zile kundi za T4T makomine ili ya kwamba tuweze kutangaza injili kila mahali, jijini Uvira, barabarani, sokoni, mitaani, milimani na mabondeni, kote tutafika ili ya kwamba tuweze kutangaza habari njema, ili ya kwamba tuweze pia kutimiza amri kuu ya Yesu ambaye alisema enendeni ulimwenguni mkahubiri habari njema, na atakayeamini ataokolewa na asiyeamini basi atakuwa kama vile amehukumiwa. Basi mheshimiwa, unaweza tena ukaturasire ama kutupatia roho baridi namna gani mtajere ile vyombo? Ulinzi ile vyombo itakuwa namna gani? Ndio, ulinzi wa ile vyombo itakuwa vizuri kwa sababu tuko na viongozi hapa ambao tunashirikiana nao, viongozi wa makonfesio SSC, Independence na Reveil. So wale viongozi tunashirikiana nao kama vile wa viongozi wetu na washauri wanadushauria vile vyombo vinawekwa kwa depo, mahala ambapo vinawekwa tunafunga, na wakati tukitaji kuchukua ile kwamba tuende kufanya injili tunakuja tunachukua, tunaenda tunafanya injili, na tunaporudi tunaweka tena ndani, na kama kuna kitu ambacho kimeharibika tunarekebisha na tunaweka tena ndani. Na kiongozi, acha basi tuagane nawe kwa swali ya mwisho. Unaambia nini mapastori wengine wenyewe wanaweza kuwazia kama hiyo vyombo utachukua na unatia yenyewe kanisani mwako? Naweza kuambia kwamba watoe mwakili ya kusema kwamba vile vyombo ni vya kanisa. Vyombo sio vya kanisa, sio vya kanisa fulani, lakini vyombo ni vya makanisa ya Uvira yote pamoja, na tunawarasiria kwamba tutakutumika pamoja kwa ushirikiano na bila upendeleo wote, na vyombo kila mambo wa T4T atabeneficie katika habari ya injili ama katika njia ya kutangaza habari njema. Na ili Amerika, sijue Kenya na hapa niveau national na hapa local bajue mulipokea nini na nini? Tumepokea vyombo mbalimbali ya muziki, tumepokea baffle mbili, tumepokea mixer, amplificateur de puissance, tumekuwa na mikrofoni mbili zile za original za sans fil, na zingine mbili za
na avec file, na tumekuwa na groupe electrogene, tumekuwa na stabilisateur, tumekuwa na tripier, tumekuwa na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinasaidia ku mixere, nayo pia iko mixere nzuri tena kubwa. Donc vyombo tofauti viko pale kama gisi nimevitaja, na vingine kidogo kidogo ambavyo vinakompanye ile muziki ili ya kwamba iweze kuenenda vizuri. Basi ndugu, tunakushukuru. Asante mtangazaji.